Shikamoo mama. Marahaba. Za hapa Nzuri. hao nimewakuta. Hawapo. Karibu mwanangu, kai. Karibu sana. Mama, mbona umenistua sana? Kwema lakini? Kwema tu mwanangu, nilikuwa nataka nikuulize juu ya hawa rafiki zangu. Wamekuaje? Yaani mwenendo wao haunifurahishi, wamebadilika sana wote. Sasa yule mkubwa anaondoka hadi hapa nyumbani. Sasa ulipokuja wewe naona nikwambie, waeleze tabia zao sio nzuri. Na mimi mama yao sifurahi kwa sababu wamebadilika sana. Wanaondoka hawaniadi, juzi amerudi hakulala hapa nyumbani. Ninamwambia anasema eti ameshakuwa mkubwa. Nasema mkubwa wapi, tabia hizi sio nzuri, mimi sizipendi. Pole sana mama. Mbona mimi nikiwa naongeaga nao lakini hawako hivyo? Jinsi ambavyo walivyo. Mimi ndio najua kwa sababu naishi nao. Yaani ni kitu ambacho wale watakapokuwa watakuwa na miji yao. Kama wakiendelea na tabia hizi, kwa kweli hawatakaa hata hawataweza kujenga miji. Kwa sababu wamekuwa na dharau, hawanisikii. Sasa wewe unaposema hivyo kwamba wewe waoni kwamba wana tabia mbaya, mimi ndio nawajua kwa sababu wamebadilika, wanarudi usiku, hawalali nyumbani. Nikijaribu kuongea nao wanakuja juu, wanasema eti wao wameshakuwa watu wazima, wanajitambua. Sasa kuna mtoto ambaye anajitambua kwa mama au anakuwa. Sasa ninapo ndio maana nimekuita wewe rafiki yake unisaidie kuwaambia na kuwaonya kwamba vitu tabia hizo ambazo wanazo sio nzuri. Da, umenisikilisha sana mama. Ndio hivyo mwanangu, kwa sababu wao wamebadilika, sio kama wewe ulivyo. Sasa ndio nasema kwamba kwa naomba unisaidie kwa sababu labda baba yao hayupo, ndio maana baba yao hayupo karibu. Baba yao angekuwepo labda wasingefanya hivyo. Sasa kwa sababu mimi wananidharau. Sasa hata kama hivi wameondoka, nimwambia pikeni chakula, wameondoka hawajana. Ndio maana ninaona ulipokuja nikueleze haya na kusii sana, na ujaribu kuwaambia ndugu zao au rafiki zao. Ndio hivyo mwanangu, kuitia na kusii sana. Tena afadhali nilipokuja, maana nilikuwa nasema nitampata wapi rafiki yao, kwa sababu wewe ni rafiki yao nzuri, wanaelewana. Naomba uambie jambo hili. Na wewe sio kama ulivyo, kama wao walivyo sasa. Naomba sana. Mr. Sadiki. Bwana Mr. Moses. Naam. Asante, karibu sana. Kama jinsi nilivyowajulisheni kwamba tuje tubadilishane mawazo. Yeah. Huyo ni Mr. Carlson. Mr. Carlson. Huyu ni Mr. Sadik. Ni jamaa yangu wa muda mrefu. Na tuko naye katika masuala ya biashara. Karibuni sana. Asante sana. Mr. Sadik. Mr. Carlson. Well, kwa Mr. Sadik, kama nilivyokuja kueleza, yeah. Unajua huwa napenda sana napokuwa nakutana na jamaa zangu namna hii na kijana wangu, huwa na enjoy sana na inakuwa inanipunguzia mambo fulani kichwani. Yeah. Mr. Carlson. Naam. Niambia, tujaonana karibia wiki mbili. Ni kweli. Ila mambo vizuri, tunamshukuru Mungu. Okay. Mambo vizuri kabisa. Yeah. Huyu Mr. Sadik kwa kweli amenisaidia mambo mengi sana. Ndio. Hata wakati ule nakwambia kwamba kuna vitu fulani kwa vinaniumiza sana kichwa kuhusiana na ile branch ya misugusugu. Alinishauri vitu vingi sana. Yeah. Ukana ni mtu muhimu sana. Ni mtu muhimu sana katika familia. Karibu kwa mara nyingine. Tuko pamoja sana. Tuko pamoja. Ndio. Inaonekana huyu kijana wako unamwamini sana. Kijana kwa kweli yuko vizuri. Sawa sawa. Yuko vizuri. Maazani hata mimi mwenyewe
napenda sana watu kama hao. Na anatakiwa awe na mwendelezo huo huo wa kuwa mwaminifu kwenye kazi zetu kama hivyo. Si unajua bwana, kwenye kazi zetu hizi kuna changamoto nyingi. Kwa unapokuwa na vijana kama hawa, nadhani unakuwa unafanya kazi vizuri sana. Basi tuendelee kumpa big up, ila anatakiwa tu aendelee kujiamini na kuendelea na utendaji kazi mzuri. Jana, hongera sana. Shukrani. Unaonekana una kijana mzuri sana kwenye kazi yako bwana. Kijana ni bright. Kijana yuko vizuri. Na ndio maana hata tunapokuwa tunafanya zile safari za mikoani na kwa sina wasiwasi ofisini. Mambo yanaenda vizuri. Inapendeza zaidi, na maana kuna kipindi hata mimi mwenyewe kwenye mihangaiko yetu ya kazi zetu hizi nilikuwa na kijana mmoja alikuwa kidogo ana shida. Kuna kipindi aliniweka kwenye wakati mgumu sana. Ndio maana nikawa nakosa mwelekeo kwamba nitoke muda gani ofisini na nimwache nani ili mambo yangu yaende vizuri. Pole sana. Huyu kijana wangu kwa kweli bado hajafikia maisha yake. Kiukweli siko bado msifie. Kijana yuko vizuri sana. Naondoka nafanya shughuli zangu, sina wasiwasi yoyote. Ni kama vile nipo ofisini. Napomwacha ofisini, sasa kama mimi nipo ofisini. Mr. Sadiku, unajua kila kizuri hakikosi kuwa na kasoro. Bwana mdogo kwenye mambo yote ya kazi yuko vizuri. Tatizo lake ni moja tu. Kijana anapenda starehe huyu. Watoto wakija wapiti mbali. Atambui kwamba maisha ya sasa hivi ni magumu sana. Sipo kwenye wakati wa kijana kufika hapo kwa kweli. Lakini Mr. Sadiq, sipendi sana starehe. Labda nikwambie kitu kimoja tu ambacho kijui kuhusu wewe. Sawa. Huyu jamaa bwana, labda kwenye kukaa kwako, sawa, jaribu naye kumshauri angalau apate mwenza wake. Hilo swala bosi umefikia wapi hilo? Eti Mr. Moses. Umeanza masiala. Moses. Na hivi kinachoongelewa kweli ni kweli? Kijana na matatizo. Mr. Moses. Naam. Anachokiongea kweli? Kweli ndio hivyo. Una shemeji yangu nyumbani mpaka sasa hivi kweli? Kijana na matatizo. Huyu bwana mdogo nimekusifia sana, na kitu ambacho wasikipendi kiongelea ndio narudia yale tu. Lakini bwana Moses, unasikia ndugu yangu? Ana haki ya kukiongelea kitu ambacho yeye mwenyewe anaona kwamba labda inaweza ikawa ni shida kwako. Kwa nini ukae wewe mwenyewe tu? Uone kama ni upweke huo? Ndugu yangu? Hapana. Nilishamueleza. Mambo tuachane naye. Tupate starehe. Nini maji? Basi tupata cheers. Tusahau shetani alikuja kwetu hapa. Kijana wewe. Tupate cheers. Ndio nakwambia kwamba ana akili ndefu sana kijana. Amegundua kwamba nimechukia ni kitu ambacho wasipendi kabisa kukiongelea. Nimesha kusamehe. Niambie. Mr. Sadiq. Inabidi tufanye mabadiliko kidogo ya hizi biashara. Siku nimeona makampuni mengi yameanza kuingia biashara zinaanza kurudia. Kuna kitu nilikuwa nakifikiria kubadilisha biashara. Nitashukuru kwa hilo kwa sababu mambo mengi tunashirikiana. Sawa, siku kidogo. Naam. Hapana, nimetoka out kidogo na vijana wangu. Nitakutafuta baadaye. Asante. Ndio Mr. Sadiq. Mimi nafikiri nilikuwa na appointment na jamaa ndio ananiambia wako tayari. Ila tu Mr. Moses, kitu kingine ambacho nilikuwa naomba labda unisaidie.
Nilikuwa nahitaji na mimi nitafutie kijana kama Haina shida. Ladi kwamba mambo yangu yatuliza. Ningaje aliyopo sasa hivi namuamini, ila sasa sina mbele. Kwanza labda unajua na kijana mwingine ambaye yuko vizuri sana. Basi haina shida. Hiyo tuachie muda next week. Tutapatia majibu yote sahihi. Nashukuru sana. Yeah. Kama nilivyokuambia next week majibu sahihi itakuwa nimepotea. Lakini kwa makini kama nilivyokuambia tabia zake. Kijana mwenyewe nimempenda bwana. Anaonekana hana shida. Karibu sana. Sawa. Namshukuru Mungu mama, safari ilikuwa njema. Nimetoka salama na nimefika salama. Pia mwanangu nilishindwa kukwambia jana kwa sababu niliona nimechoka. Yaani nikaona upumzike, lakini ninaona sasa yaani kama unavyoona hali ya wadogo zako wamebadilika. Dada yako na mdogo wako wamebadilika sana. Na nimepata shida sana muda huu uliokuwa unaondoka. Sasa sijui kwa sababu wazazi wa baba yake hayupo, ndio maana wananidharau. Yaani wamebadilika ghafla, wanarudi usiku kama mnavyoona. Yule dada amekuja usiku, amekuja usiku, ameingia tu ndani, mpaka saa hizo unavyoona bado hajaamka. Kwa hiyo sasa ndio yani nimeshindwa nifanyeje kwa ajili ya hawa watoto. Nimewaonya, nimejaribu kumuita hata yule rafiki yake nimweleze ni jinsi gani, hawataki kunisikia kabisa. Sasa ndio maana nikaona nikueleze, maana umekuja, labda utaongea nao unisaidie. Yaani wamebadilika kabisa, hata kupika wapike, kila kitu wananifanyia, wananiacha kama unavyoona. Amelala, amerudi usiku. Kwanza mama, pole sana. Asante. Sikujua kama ndo hali iko hivi. Alafu pia mama, kwani na mdogo wetu nani yuko wapi? Mariam hajarudi mpaka saa hizi. Mama, haiwezekani. Ndio imefikia hali hiyo? Ndio. Yaani mpaka wanaondoka, wanalala nje. Mpaka sasa hivi hajarudi. Ndio. Mariam huyu? Ndio. Lakini mama, ninapoondoka, si niliwacha tu katika hali nzuri. Imekuwaje wamefikia hatua hiyo mama? Sasa sijajua. Labda ni kwa sababu ya kwa vile baba yao hayupo au kwa vile uliondoka. Yaani wamebadilika ghafla. Mpaka nimemfuata yule rafiki yao, ambaye ndiye rafiki yao kabisa, yule dada si unamfahamu. Lakini nilimuita nikawaonya. Hawasikii na nazidi ndio hivyo wanazidi kuendelea. Na nashukuru kwa vile umeshakuja. Ila mama, shida ni moja. Hata kipindi naondoka nilikwambia kabisa mama, waangalie hawa. Tatizo mama, umezidi upole. Najua mimi nawafahamu kabisa ndugu zangu. Wakiwa unafanya jambo, mama unakuwa mpole sana kwa ajili yao. Ndio maana hata mimi kipindi nilivyokuwa niko hapa, nilikuwa najaribu sana kuzungumza na kila mmoja. Nilikuwa najua kabisa shida zao. Na hata wakati naondoka, ndio maana nilisii sana mama, jitahidi kuwa unakaa nao, unazungumza nao. Sasa kama umefikia hali hiyo, basi mimi naomba, kwa sababu nimerudi, naomba mama nitakusaidia kwa hiyo. Nitashukuru sana mama. Haina shida mama kwa hilo. Na kuhusu kwamba kwa sababu tu baba hayupo ndio ifikie hatua hiyo kwamba wakudharau kwa kufanya hivyo, hilo mimi na mama naamini hakuna. Ila naamini tu wao itakuwa ni maisha yamewabadilisha huko, labda pengine wanakotoka wameamua kufanya hivyo. Lakini hiyo haikuwa sababu. Kwa sababu nilipokuwa mimi tulikuwa tunaishi vizuri. Ila ndio hiyo sababu nililosema mama. Upole wako, vile wakiongea kila wanachokifanya, hauzungumzi nao kwa ukali, ndio maana umefikia tu kukudharau kiasi hicho. Lakini mimi naamini tutaliweka sawa tu. Ngoja warudi, tuje tuone. Ngoja nimsubiri dada akiamka na ndio tuweze kuzungumza naye tujue tatizo liko wapi. Sawa. Mama, wala usijali na hilo. Pole sana mama. Yaani sikujua kabisa mama wangu. Sio kwamba mimi nipo. Najua tangu nilipoondoka ninaomba. Sasa wanapongojea mimi nimelala ndo wanaamka, wanatoka. Sasa kama dadako ameondoka usiku sababu naona mimi nauma na wanalala chumba chao. Kwa sababu kuwachunga sio kwamba sipendi kwa nani. Sasa unakuta niko chumbani nakuta hawa. Na sio kwamba siwapani. Na siwezi kumchunga mwanadamu. Mimi niko kule na watu wazima. Pale nilipokuwepo wewe, afadhali walikuwepo. Sasa tangu ulipoondoka ni hivyo, wanatoroka, wanarudi wanavyotaka. Kwa hiyo ni hali. Kwa sababu kwanza naumwa. Sasa ile kuumwa ni amke ni wachunguze na shida.
tatizo hilo. Hata ninavyoumwa hawanijali kwamba mama umeamkaje, unafanyaje, hata dawa hawanisaidii mpaka niamke nichukue mwenyewe. Yaani wamebadilika vibaya sana, hasa huyu dada. Sasa nilikuwa namwamini huyu mdogo, naye mdogo ndio hii hajalala naye nyumbani. Mama ndio amefikia kweli, watoto wako wazaa mwenyewe kweli wanakutendea hivyo mama? Kabisa. Mama nimesema nimechoka. Yaani nimewaonya nimechoka. Asante. Sawa moja, kwa vile sasa nimechoka, ngoja nikaangalie pale jikoni kuna nini.